Nadhani watu wengi mko aware na kuna kitu kimoja kwa Kiingereza wanakiita masturbation. Naelewa. Yapo. Hiyo ni kitu ambayo ilikuwa inanisumbua na ilikuwa inakuja kwa majira maalum. Yaani sio kila muda, ni majira maalum. Na hiyo hali nimepambana katika namna ya kibinadamu. Ndio. Imefikia hatua nilishakwenda hospitalini. Nikaambiwa naonana na wataalamu wa masuala ya psychology. Ndio. Na wakanishauri vitu, nilishauriwa vitu kwamba jifanye kaa huko busy, fanya mambo gani, na nilijitahidi sana kuwa busy. Amen. Still bado nikawa niko pale. Nilikuwa nimekaa moment kubwa sana nikiwa peke yangu almost na tafakari kuhusiana na huyu Mungu. Kitu kimoja ambacho nilichokuwa najiuliza kwa Mungu kwamba why njia ya mimi kusogea kwako, madhabahuni kwako, ni lazima nipitie katika nyakati ambayo ni ngumu mno. Yaani nizungumze na wewe kipindi ambapo unapokuwa niko free, ni comfort zone, na kwa ni mtu ambaye just kukutafuta inakuwa ni ngumu. Lakini moment ngumu, lakini ndio kipindi ambacho ninachokutafuta. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa nimelala kitandani, nimepumzika tu. Nilikuwa na pray nyimbo tu ya dini, almost nilikuwa ni instrument tu. Nimetoka pale kimomoni nikasema hivi, hii instrument kupigwa haijalishi kuna namna yoyote ile, hata kama maneno yaongelewi, lakini nataka hichi chumba nilichokaa kifunikwe na uwepo wa Mungu. Naingia, kile kitu nilikisema very simple, nikarudi kulala. Nakuja kuamka nikaingia kwenye maombi. The moment naingia kwenye maombi, sikuomba maombi mengi, lakini almost ninachokumbuka ni kitu kimoja. Kwenye maisha yangu mimi hapa naonaga hakuna kitu kigumu kama kushindana na tabia kuliko tatizo. Kuna tabia ilikuwa inanisumbua almost, naweza nikasema toka mwaka 2013 nikiwa darasa la 7. Ilikuwa inanisumbua almost, yani nilikuwa nikisimama mtu akiniita mtumishi wa Mungu, moyoni mwangu nasikia kama kushtakiwa. Nikaingia kwenye maombi kuomba kuhusiana na hiyo hali. Nachokumbuka ni kitu ambacho Mungu alisema kwamba chukua karatasi nyeupe. Nilichukua ile karatasi, afa akaniambia andika maneno yafuatayo. Hayo maneno nakumbuka aliniambia andika hivi: mimi si mtumwa tena, bali ni mwana wa Mungu, mrithi pamoja naye. Ndio. Niliandika yale maneno. Maagizo nikapewa, bandika kwenye chumba chako. Ndio. Nikabandika. Nikaendelea kuomba. Nimeomba katika moment, nimeomba. Katika maombi nakumbuka kuna kitu ambacho nilikiona. Niliona kama vitu fulani, sijui ni watu, sijui ni kitu gani kinatoka baharini. Mungu akaniambia omba kinyume na marine kingdom. Ndio. Mfalme wa bahari. Na akatoa reference namna Yesu alivyomtuma Petro aenda akachukue, ilikuwa ni shekeli ya pesa kutoka kwenye kinywa cha samaki. Niliingia kuomba kuhusiana na hiyo kitu. Niliomba, lakini naomba wakati moyo wangu ukiwa namna fulani, yani siwezi kuielezea kiurahisi. Ndio. Nimemaliza kuomba, nimebandika. Nikaingia usiku kulala, nikaota ndoto. Ndoto ambayo nimeota, niliota ndoto ambayo ndio ni mtu nayemjua, ni mwanamke nayemjua. Ndio. Nimemshawishi mpaka nimefikia hatua ya kulala naye kwenye ndoto. Nikakumbuka saa 9 usiku, kwa sababu almost toka mimi nimekuja Mwanza, nikilala saa 2 naweza nikamka saa 7 nisipate usingizi. Nikilala saa 4 nikiamka saa 9 sipate usingizi. Kwa hiyo nimekuwa katika mazingira hayo, sipate usingizi. Nikaingia saa 9 hiyo nikaamka. Nikaingia sebreni, ulikuwa na play muziki. Nyimbo tu za worship. Nikatoka nikaangalia kile kibao, alafu nikacheka. Pale nilipoandika nikacheka. Nikaingia kwenye maombi. Niliingia kwenye prayer muda mrefu sana, nimeingia kwenye maombi. Ndio. Nimeomba. Thanks to God, nashukuru Mungu, almost nina wiki 2 sasa. Hicho kitu mpaka leo ninapozungumza mahali hapa, ndio, hakinisumbui. Yaani nazidi kumtukuza Mungu aliye hai. Mara mwisho wakati nazungumza, Mungu aliniambia kitu kimoja. Ndio. Saa imekuja nipate kujitukuza.
Sasa unaweza katuelezea ni kitu gani ambacho kwa kinakusumbua zaidi? Usione haya mbele za Bwana kusema kile ambacho amekusaidia. Amen. Kuna tabia ambayo nilikuwa nayo toka 2013. I hope yani unapongea hivyo, kuna baadhi ya watu hapa unaweza kusaidia maisha yao, si ndio hivyo? Wanapitia labda kuna hali uliwahi kupitia kwenye maisha yako ambayo ilikusumbua wewe, alafu Mungu ameleta msaada kutoka kwenye hiyo hali. Amen. Na huyo mtu yuko hapa anapitia hicho kitu, anawaza atatokaje kwenye hiyo hali ama atatokaje kwenye hicho kifungo. Manake ushuhuda wako leo unaweza kumsaidia huyo mtu akajua namna ya kusimama na namna ya kutoka kwenye hicho kitu ambacho kimemsumbua kwa muda mrefu. Kwa sababu wewe Mungu amekupa njia, akaifuata ile njia, akaona msaada kupitia wewe. Amen. Mungu anaporuhusu kitu kwenye maisha yako maana yake si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine. Hello. Hello. Kwa hebu tusaidie, utuelezee wote tuweze kujua, na watu ambao tuna vifungo kama hivyo Eza ambavyo utavitamka hapa wakatumia hiyo njia ambayo wametumia. Endelea. Kuna tabia, hiyo tabia ilikuwa inanisumbua, ni tabia ambayo almost na mimi mara zote nawaambiaga wazazi wenye watoto wa kiume, almost akiona hizo dalili toka mwanzoni asisite kumkanya ndio wake. Ni madhara, kwa sababu mimi wazazi wangu walikuwa hawanioni na walikuwa hawajui kama na hiyo tabia. Nadhani watu wengi mko aware na kuna kitu kimoja kwa Kiingereza wanakiita masturbation. Naelewa. Yapo. Hiyo ni kitu ambayo ilikuwa inanisumbua na ilikuwa inakuja kwa majira maalum. Yaani sio kila muda, ni majira maalum. Na hiyo hali nimepambana katika namna ya kibinadamu. Ndio. Imefikia hatua nilishakwenda hospitalini. Nikaambiwa naonana na wataalamu wa masuala psychology. Ndio. Na wakanishauri vitu, nilishauriwa vitu kwamba jifanye, kaa huko busy, fanya mambo gani, na nilijitahidi sana kuwa busy. Amen. Still bado nikawa niko pale. Nilikuwa ni kama kakifungo hivi. Na kila nilikuwa nikiingia mtandaoni kwa sababu sasa hicho kinachofanyika ni ibada. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni hicho kitu kilikuwa kinanisumbua kwa muda mrefu. Ilikuwa inafikia hatua baada ya hilo tukio ndo nakuja kujua kabisa kwamba ulichokifanya ni kosa. Kwa hiyo nimekaa muda mrefu since 2013 ninavyozungumza. Ndio. Niko darasa la 7 mpaka sasa hivi 2026, almost miaka 13 kama sikosei. Miaka 13. Miaka 13 niko na struggle. Na struggle ilikuwa nafikia hatua nilikuwa nachukia smartphone. Ndio. Yaani nilikuwa nachukia smartphone. Kuna muda ilifikia hatua nilidelete social network zote. Nilifuta nikabakisha tu YouTube. Yaani issue ya Facebook, usijima TikTok manini nilifutaga kabisa. Nibaki hivyo, lakini still the same. Yaani ni kama vile adui alikuwa anainvent namna mpya. Kila siku anakuja na mbinu mpya, namna ya kuencounter na kuhusiana na hayo mambo. Kwa hiyo nilistruggle, nimepambana almost. Watu walikuwa wanajua ni kaka zangu na wenyewe walinishauri, lakini nilifuata ushauri wao, lakini uligoma. Ndio. Wengine wakaniambia jitahidi basi hata nyakati za usiku wakati umekaa peke yako, una company ya mtu, jitahidi basi unaangalia hata movie. Ndio. I tried, lakini ikawa hivyo. Lakini almost ninachomshukuru Mungu ni Mungu huyu ndiye aliyefanya, kwa sababu katika kipindi hicho kwa napitia nilikuwa namwambia Mungu kwamba hivi majira sahihi yatafika na wewe Mungu utakwenda kujiinua. Nakumbuka kipindi hicho niko sekondari, nilisemaga kabisa kwamba hivi itafika moment lazima tu Mungu atafanya kitu. Yaani nilikuwa nafikia hatua nikiwa nikikaa hapo mbele, mtumishi wa Mungu akihubiri kwa habari ya masuala ya kuepuka dhambi, kuepuka masuala ya uzinzi, kuepuka nini. Yaani I was feel condemned. Yaani nilikuwa najiona kama ni mtu ambaye nimehukumiwa kabisa, yaani nahisi hukumu kabisa ndani yangu. Mpaka kawa nafikia hatua nikamwambia mtu kama hivi kuna ndugu zangu kwa naambia kwamba ikifikia hatua nikiacha hiki kitu basi naamini kwamba nitamove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu sana, sina cha kufanya, yani imenifanya nimuogope huyu Mungu ambaye ninamtukuza, huyu Mungu ambaye ninamuomba. Nimefikia hatua nimemuogopa sana kwa hii namna, kwa sababu nilikwisha kukata tamaa. Nishafunga siku 3 kavu. Nishafunga siku 7. Nishafanya maombi ya kila namna. Lakini majira yalipofika, Mungu akaona kwamba hiyo ndo namna wewe kutoka. Amen. Kwa hiyo sina namna nyingine ya kusema. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Kifungo alichokizungumzia hapa ni kibaya sana. Amen. Sio, nisikia vizuri? Ni kibaya sana.
kwa sababu hiyo hali kimwili unaweza kuchukua ni jambo la kawaida lakini kiroho kuna ibada kwenye maisha yako wakati huo. Hello? Unafanya hicho kitu, maana yake ni ibada ya kuzimu. Ibada ya kubeba nyota na vipawa vya watu. Hello? Unapokuwa unafanya hiyo kitu kwenye ulimwengu wa roho, kunyang'anya vipawa na nyota yako. Hello? Maana yake kama ni vipawa vya biashara, kila kitu ambacho Mungu amekujalia, adui ana njia kukunyang'anya hivyo vitu maisha yako. Hello? Kwa Yesu ambaye amesaidia maisha yake, amemtendea. Hello? Na isiwe kwake tena kuanzia leo kwa jina la Yesu. Pia na vijana wa kike na wa kiume ambao mko hapa hiyo hali na kusumbua, leo Yesu alete msaada kupitia ushuhuda huu kwa jina la Yesu. Yesu afungue maisha yako kwa damu ya Yesu. Yesu akutoe kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu. Achilie msaada wa haraka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi ya shangwe.